sio usifanye kazi. Kuridhika ni lazima ufanye kazi. Ndio maana Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Kuridhika ni usiwe na moyo wa papala wa kutaka kitu au mafanikio ikiwa haujatengeneza mazingira ya kukipata kitu hicho muda huo, wakati huo, mwezi huo au mwaka huo. Naam, nahitaji kuzungumza mada hii ya kwamba elimu yoyote, na hasa elimu ya mafanikio ya kuwa na hela au kuwa na fedha, kuwa tajiri au kuwa na jinsi ya kuweka fedha au kutoa fedha au kufikia malengo kwa namna moja au nyingine, ikiwa katika kufikia malengo yako hayo ya kununua gari, kujenga nyumba, kuoa au kuolewa, ikiwa katika malengo hayo ukayafikia na ukakosa kuwa na Mungu katika malengo hayo au mafanikio hayo, ukakosa kuwa na Mungu ndani yako, yani Mungu kuwa pamoja na wewe katika hayo mafanikio, utabaki kuwa ni mtu ambaye una maumivu mengi. Utabaki kuwa ni mtu ambaye una maumivu mengi kwenye mwili wako na kwenye ufahamu wako. Utakuwa na furaha ya vitu hivyo, lakini ya kitambo, ni ya muda mchache sana, kwa kuwa umekosa Mungu ndani ya moyo, umekosa Mungu wa ibada, umekosa Mungu wa maombi, kwa sababu maombi ni mafuta. Maombi ni mafuta huwa yanakipaka kitu. Kama umefanikiwa hicho kitu, unakuwa unakifurahia wakati huo, unakifurahia, na hata kinapoendelea hicho kitu kinakuwa kina mafanikio na kiona raha yake au faida yake, kwa sababu Biblia inasema karama za Mungu hazina majuto, baraka za Mungu huwa hazina majuto. Kweli unaweza ukafanikiwa bila Mungu, lakini wengi sana wanakuwa na maumivu mengi sana. Lakini ikiwa utafanikiwa kwenda pamoja na Mungu, utaepuka maumivu hayo. Lakini ukikosa Mungu, ukikosa ibada na maombi ambayo yana dhamana ya mafuta kupaka hicho kitu kionekane chema kila siku, kionekane kizuri, hiyo baraka ionekane ni nzuri, hayo mafanikio ionekane ni mazuri, ukikosa maombi utaishia kuwa mtu wa maumivu sana. Acha nisome kitabu cha Timotheo hapa wa kwanza. Timotheo wa kwanza hapa ni msome. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 inazungumza hivi: walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kumcha Mungu pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kuridhika sio usifanye kazi. Kuridhika ni lazima ufanye kazi. Ndio maana Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Kuridhika ni usiwe na moyo wa papala wa kutaka kitu au mafanikio ikiwa haujatengeneza mazingira ya kukipata kitu hicho muda huo, wakati huo, mwezi huo au mwaka huo. Na wengi wanaofundisha elimu ya mafanikio wenyewe wanataka fanya juu chini ukipate hicho kitu, wanakuacha ikiwa moyo unaumia. Sasa kuridhika haina maana usifanye kazi. Ikiwa bado na mahitaji hasa ya chakula na mavazi. Ndio maana nasema walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi, mitego na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kuzuru, ziwatosazo wanadamu katika upotovu na uharibifu. 10. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi.
Wengine wakiitamani fedha hiyo wamefarakana na imani na kujichoma na maumivu mengi. Kwa hiyo kumcha Mungu pamoja na kuridhika ni faida kubwa mno sana, ni faida kubwa sana. Ndo maana Sulemani ni mmoja wa mtu aliyefanikiwa sana kimaisha haya ya kimwili, alifanikiwa sana hapa duniani. Ndo maana anasema mwanadamu hapiti kula, kunywa na kujiburudisha katika mema yote. Mwanadamu hapiti kula, kunywa na kujiburudisha katika mema yote, katika kazi yake njema, katika kazi yake nzuri. Furaha yako inakuwa nzuri sana ikiwa utakuwa katika kutenda mema, katika kutenda mema. Kwa hiyo nazungumza kitu hichi, niendelee hapa 11 ndio pointi yangu naenda kuishia. Inasema, bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utaua, imani, upendo na saburi na upole. Ukafuate imani, upendo, saburi na upole. Kuna mahali huku kwa anamzungumzia Paulo Timotheo, anasema pamoja na wale wamuitao Bwana katika moyo safi. Sio kila mtu anayemuita Bwana Bwana, pamoja na wale wanaomuita Bwana katika moyo safi, uwe nao pamoja. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kumcha Mungu, kushiriki ibada au kufanya ibada na ukaendelea kufanya mafanikio yako au kufikia malengo yako ni jambo zuri sana.